Haya ni matukio au matendo ya kiliturujia yanayofanywa Alhamisi Kuu. 1. Kubariki mafuta matakatifu. Hii hufanywa Alhamisi asubuhi. Lakini kutokana na sababu mbalimbali za kichungaji, majimbo mengi huhamisha siku chache kabla. Mafuta hayo huwekwa wakfu na askofu. Mafuta ya wakatekumeni yanayotumika wakati wa ubatizo kuwapokea Wakristo wapya katika kanisa. Mafuta ya wagonjwa kwa ajili ya sakramenti ya mpako mtakatifu wa wagonjwa. Mafuta ya krisma takatifu. Haya hutumika sehemu nyingi kama ubatizo, paimara, daraja takatifu, kubariki altare na kwingineko kulingana na maelekezo ya kanisa. Pia katika misa hiyo mapadri hukumbusha ahadi zao za upadre, kwani ni sherehe yao na hufanywa na askofu katika jimbo husika. 2. Kuoshwa miguu. Yesu aliwaosha miguu wanafunzi wake kama ishara ya unyenyekevu na huduma. Kanisa ulifanya hili kama kielelezo cha agano lake, kielelezo cha agizo lake. Jifunzeni kutoka kwangu, maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Hivyo padre huosha miguu wale watu waliochaguliwa, akisimama katika nafasi ya Kristo. 3. Kuhamisha ekaristi takatifu. Hostia takatifu huhamishwa hadi sehemu maalumu ya hifadhi kwa ajili ya kuabudiwa usiku huo. Hii ni kama kuwa pamoja na Yesu aliyekuwa akisali Getsemani, ambaye wakati huo aliwaambia wanafunzi wake, "Je, hamkuweza kukaa na mimi walau kwa lisali moja?" 4. Kimya cha mwisho wa misa. Misa huisha kimya bila baraka wala kuagana, kuonyesha kuwa mateso ya Yesu yameanza na ibada ya Triduum inaendelea kama ibada moja inayoendelea ndani ya siku 3. Vivyo hivyo misa ya Ijumaa Kuu itakavyoanza. Hayo ndiyo matendo muhimu katika liturujia ya Alhamisi Kuu. Usikose yale Ijumaa Kuu. Endelea kutembelea akaunti zetu.